Shalom shalom, na wasalimu katika jina la Yesu marafiki zangu wote ambao mnanifuatilia kwa njia ya YouTube. Nimepokea message baadhi za watu ambao wanasema waliufuatilia ule ujumbe ambao Mungu alinipatia, ambao niliurusha live nadhani kama wiki nyuma, ambao unahusu uchaguzi. Wakasema ile video inakatakata, waoni vizuri picha. Basi wakaniomba kwamba mtumishi wa Mungu, tunaomba utuelezee tena angalau tupate jinsi ya kuombea. Sasa nitakuja niongelee angalau kwa haraka, sitazunguka kama nilivyozunguka awamu ya kwanza, ili wewe unataka kuombea uombee. Niliona maono ambayo yalinisumbua sana kichwani. Nilipokuwa naanza kuyaona, nilimwona mnyama mkubwa kama tembo, au niseme ni tembo. Huyo mnyama ana zile pembe zake mbili, zile moja ndefu nyingine fupi. Lakini huyu mnyama alikuwa kama amekasirika, anaonyesha nguvu zake. Anavunja matawi, anavuta miti, anatupa mavitu pale ambayo yako pale. Nikamwona tembo ni kama anafanya fujo. Wakati anafanya vile, hakuna mnyama ambaye alikuwa na nguvu ya kumsogelea. Wakati anaendelea, ghafla nikamuona mnyama mwingine amekuja mfano wa kifaru. Ana pembe katikati kubwa. Huyo mnyama akaanza kushindana na huyu tembo. Na kwa sababu alikuwa na pembe kubwa katikati ya kichwa hapa, akawa amejaribu kumjeruhi huyu tembo. Lakini kwa sababu ya ukubwa wa tembo, na alikuwa anaonekana ni tembo ambaye ni mkubwa kiumbile, lakini ni wa miaka mingi, umri umeenda. Kwa hiyo hakufanikiwa kumshinda, lakini niliona amemjeruhi. Kwa hiyo huyu tembo alimshinda huyu faru, lakini akiwa amejeruhiwa. Nikamsihi Mungu nijue maana ya maono haya. Baadaye Mungu akanishirikisha. Mwaka wetu huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunafahamu wote kama tunakwenda kwenye uchaguzi. Tumeona upinzani ukijaribu kufanya vitu. Jaribu kutengeneza mifumo ambayo itawasaidia wao kwa ajili ya uchaguzi. Lakini kama tunavyoona mifumo inavyoenda, jambo ambalo Bwana akawa amenionyesha na kunipa fasiri ni kwamba chama tawala kinabidi kijue kwamba kuna upinzani mwingine unakuja, ambao utakuwa na nguvu kuliko upinzani huu unaoonekana. Huu upinzani unaoonekana ni mdogo sana. Upinzani unaokuja ni mkubwa na una nguvu. Na unaweza ukaleta mashindano ambayo hayakutegemewa. Na sisemi kwamba upinzani unaweza ukashinda au ukashindwa, lakini nimeona kwamba tembo alishinda, lakini huyu tembo alikuwa amejeruhiwa na huyu kifaru. Kwa hata kama ameshinda, lakini kwa kujeruhiwa. Sasa kila mmoja asimame aombe, kwa sababu hii vita haitaishia kuumiza hawa wanyama wakubwa wawili. Pia inaweza kuwaumiza na wale walio chini ya hapo. Wanasema vita vya nyati sijui majani ndio yanayoumia. Kwa hiyo inawezekana wakawa wanashindana wao, lakini kuna watu wakaingia kwenye matatizo. Mimi sipo kwenye upande wa vyama, wala hakuna chama ambacho nimekichagua kusema hiki ndio sawa, hiki sio sawa. Hapana, mimi naongea ule ujumbe ambao Mungu amenipatia. Na kikubwa kwenye nchi yetu ni amani. Unajua, katika yote ambayo yanatokea, tujue kabisa kwamba kutengeneza wakati kwenye amani ni rahisi
kuliko kutengeneza kwa vita. Hakuna aliyewachagua njia ya vita akatengeneza zaidi ya kuharibu. Mataifa yote yalipotafuta amani kwa njia ya vita waliishia kuumizana, kuleteana visasi, na hakuna waliopata amani mpaka sasa. Nenda Kongo, nenda Rwanda, nenda Somalia, nenda Ethiopia, nenda huko nje, utagundua kila watu walipoamua kupigana waliishia kuumizana. Amani inapatikana kwa njia ya kushuka, kwa njia ya kusamehe, kwa njia ya busara. Hekima inabidi itumike ili kutengeneza matokeo bila kumdhuru yeyote. Kwa mimi niko upande wa amani. Amani ni huu utulivu ambao unaweza kumpa mtu ruhusa angalau kupambana na yale ambayo anayaamini. Lakini unapokuja wakati ambao hauna amani, hata kama una ndoto, hautakuwa na uwezo wa nafasi ya kupambana kutimiza ndoto zako. Maana itakulazimu na wewe uingie kwenye vita. Na ndio maana nimesema tuombe kwa ajili ya uchaguzi na wale viongozi ambao Bwana amewakusudia atakaotaka watutawale, tuwe tayari kupokea matokeo. Haijalishi ulikuwa kwa nani, ulimwaminije, ulionaje. Mimi nasema kile ambacho nimeona. Najua watu wengine wanaweza wasinielewe kwa sababu mioyo yao imeshashikamana labda na kundi fulani. Mimi sipo kwenye kundi lolote, nasema kile ambacho Mungu amenionyesha. Nimeuona upinzani una nguvu ambayo haikutegemewa, lakini nimeona mashindano yake. Mnyama aliyeshinda alikuwa ni tembo. Sijajua kati ya hao wanyama wawili ni chama kipi na chama kipi, lakini wewe unaweza ukajua kwamba niliona maono. Mnyama amekuja mwenye nguvu ya kushindana kiasi cha kwamba akamuumiza huyu tembo japokuwa hakumshinda. Kwa hiyo tuombe, na nataka nianzishe grupu jipya ambalo tutakuwa nalitumia kwa ajili ya maombi mbalimbali ambayo Mungu ananipa na maono mbalimbali ambayo Mungu ananipa kuomba kwa mwaka huu tu. Kwa yeyote ambaye unatamani kushiriki maombi haya, unaweza ukatutafuta kwa namba yetu ya 0655 299853. Maombi ya mwaka huu sitakwenda Facebook live wala YouTube live. Nitakuwa nipo kwenye grupu tu la WhatsApp au Telegram. Na kama Mungu atanipa neema zaidi hapo, nitawaambia, lakini sitakuwa live YouTube wala Facebook wala Telegram wala Instagram. Nitakuwa tu kwenye magrupu ya WhatsApp labda na Telegram. Kwa hiyo kama unataka kushiriki, tutafute kwa namba 0655 299853. 0655 299853. Tuma message yako kwa njia ya WhatsApp hapo, tutakuunganisha. Kama unataka kujiunga na maombi haya na maono mbalimbali ambayo Mungu anatuonyesha, tafuta kwa namba hiyo, tutakuunganisha. Mungu akubariki. Wakati mwema.